kama vile neno la Mungu linavyosema kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza ile sura ya 3. Naomba tusome. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nilivyotangulia kukwambia, unalo jina lililo hai lakini ndani yako umekufa. Kwa nini umekufa? Kwa sababu ya dhambi. Dhambi inafungua milango ya wewe kutokufanikiwa. Dhambi inampa uhalali adui, anapata mwanya wa kukushambulia. Kimbia dhambi, ogopa dhambi. Kila anayefanya dhambi amejifanya kuwa adui wa Mungu. Na maneno haya hatuzungumzi kwa ajili ya wale ambao hawajaokoka. Tunalizungumza pia ndani ya kanisa, ya kwamba unapokuwa umeokoka ni lazima ujitunze, uishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Haleluya. Sikia mpango wa shetani. Kitabu cha Mathayo sura ya 2 kuanzia mstari wa 16. Angalia mipango ya mauti inayotengenezwa. Yesu anazaliwa. Mara nyingi wanaona nyota kwenye ulimwengu wa roho, ya kwamba hii nyota maana yake yuko mfalme atakaye kuzaliwa, anakuja anazaliwa. Wakampasha habari Herode ya kwamba tumeona kitu ambacho sio cha kawaida kinakuja, kinatokea. Herode akaanza kutuma mashushushu wake, pelelezeni, fanyeni hili, fanyeni lile. Nataka nikuonyeshe jinsi mauti inavyofanya kazi. Anatafuta mtu mmoja ambaye ametokea ulimwenguni, sio mtu wa kawaida. Kwenye ulimwengu wa roho umeshaonekana ya kwamba sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo wanasema tumuwai mapema kabla hajasababisha madhara. Tumuwai mapema huyu. Bwana Yesu asifiwe. Tumuwai mapema. Ndipo likatoka tangazo sasa, kwa sababu tumeshindwa kumpata, kwa sababu tumeshindwa kumuona, uweni watoto wote kwenye mji kuanzia mwaka 0 mpaka miaka mingapi, uweni. Anatafutwa mtu mmoja ambaye nyota yake imeng'ara, ambaye ametumwa duniani kwa ajili ya kusudi maalumu. Ndiye anayetafutwa. Watu wengi wameuawa, watoto wakauawa, kwa sababu ni wewe ulikuwa unatafutwa. Walikuwa wanataka kukuzimisha mapema. Umeona? Tunataka tuishughulikie. Maadamu tumeshajua kumbe ni yeye, kumbe ni yeye anayetengeneza mipango, kumbe yeye ndio ameleta kisukari, kumbe ni yeye. Maana yeye akija anatumia mawakala wake. Mawakala wake ni pressure, kisukari, magonjwa ya moyo, anatumia kansa, anatumia ufukara, anatumia umasikini. Hizo zote ni washirika wa roho ya mauti ambao wanafanya kazi pamoja naye. Mama anahangaika Januari Disemba, nafanya kazi sipati chochote, napingana huku na kule sipati chochote. Nataka nikwambie hiyo ni roho inayofanya kazi. Hiyo ni roho inayofanya kazi. Mahali Mungu amepokusudia sio hapo. Hapo ulipo sio Mungu alipotaka uwe. Nasema sio hapo. Nasema sio hapo. Lazima ufike kwenye kusudi la Mungu ambalo Bwana alikuita kwalo. Lazima ufike hapo. Kitabu cha Esther. Kulikuwa na mpango mchafu wa kuangamiza wana wa Israeli. Kwenye kile kitabu cha Esther. Twende pale kwa Esther. Tuangalie kwenye ile kuanzia sura ya 3 na sura ya 4 na sura ya 5. Ikatengenezwa mipango. Ilitengenezwa mipango ya siri kwa ajili ya watu ambao walikuwa wanawachukia wana wa Israeli.
ukatengenezwa mpango, ukaratibiwa mpaka ikafika mwisho. Kilichokuwa kimebaki ni wana wa Israeli wote wauawe. Hayo ndio yanayoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Baadaye Esta anakuja kupata habari ya kwamba kuna mpango ulitengenezwa na watu wasiotupenda. Wameshaandaa mazingira, kila kitu, ili wana wa Israeli wauawe. Wanatengeneza mipango kwa siri ya kwamba Burodi wameweka kanisa Nshilo ndogo. Lazima ile kanisa halitaendelea. Kuna mambo yanaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Kuna vitu vinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, haleluya. Ndipo Biblia inasema ya kwamba Esta pamoja na ndugu zake, Esta pamoja na wana wa Israeli wakasema hatukubaliani na mpango. Hatukubaliani na mpango. Lazima tuchukue hatua za ziada. Lazima tuchukue agenda za ziada. Tunataka twende mbele za Bwana, tuende kinyume na matakwa yao. Wakatangaza mbiu, wakatangaza kufunga ya kwamba kama aishivyo Bwana, mpango usifanikiwe. Ndicho hicho tunachotaka kukifanya leo. Ndicho hicho tunachotaka kukifanya leo. Kama walipanga chochote kwenye ulimwengu wa roho, leo tunakata rufaa mahali hapa. Leo tunakata rufaa mahali hapa. Yale Bwana aliyokusudia ndani yako, tutahakikisha unafika. Wakatangaza kufunga kenyewe ni siku 3. Wengine wakavaa magunia. Nasema hivi, iko nguvu katika maombi. Kuna vitu vingine adui alijipanga sana, hatuwezi kuvikaribia hivi. Lazima tuchukue hatua za ziada, mtu wa Mungu. Lazima tuchukue hatua za ziada, mtu wa Mungu, ili mume wako aje, yule aliyezuiliwa, ili biashara ifufuke. Tunahitaji mkono wa Mungu aliye hai. Ndipo wakatangaza mbiu ya kufunga. Ndipo mwisho wa siku wale wabaya wao waliokuwa wamepanga mipango ili wana wa Israeli waweze kuangamia, kibao kikageuka kwao. Kibao kikageuka juu ya Hamani aliyetengeneza shimo akatumbukia mwenyewe. Na mimi leo ninakutangazia, mtu wa Mungu, wote walioshimba mashimo, wote waliotuma roho ya mauti, kile kibao kigeuke kwao, iwarudie wenyewe mara 7. Yes. Kwa sababu wewe unapiganiwa na Bwana, kwa sababu wewe unatetewa na Bwana. Kama vile Mungu aliposimama pamoja na Esta, hata kanisa la Glory leo tunatangaza mbele ya mbingu ya kwamba kama kuna chochote cha mauti ambacho kimetumwa ndani ya kanisa, ili kanisa hili lisiendelee, ili watu wa Mungu wasifanikiwe, leo tunageuza kibao kwenye ulimwengu wa roho. Hiyo mauti iwarudie wenyewe. Simama, iwarudie wenyewe kanisa. Iwarudie wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Iwarudie wenyewe. Tunasikia maneno mengi yanazungumzwa. Tunasikia maneno mengi yanaongelewa ya kwamba lile kanisa tutaona kama linaendelea. Na mimi nasimama mbele za Bwana, asema Bwana wa majeshi, kila maneno aliyozungumzwa kwenye ulimwengu wa roho, chochote kilichonenwa kwenye ulimwengu wa roho, nasimama mbele za Bwana, nasema ya kwamba hakitafanikiwa, hakitasimama.